wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeona faida ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tukaona faida ya Ramadhani ya kwanza, inahitajika watu wawe na uchaji Mungu. Tunakwenda kwenye faida ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Allahu ta'ala, Mungu anasema aliyetukuka kwenye kitabu kisichokuwa na shaka, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na Mola wako Mtume Muhammad anaumba anayetaka na anachokitaka, wa yakhtar, na anachagua anayemtaka na anachokitaka. Na hii ni sifa katika miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anaumba anayemtaka, vile vile Mwenyezi Mungu yuamchagua anayemtaka, na yuwaumba katika vitu anachokitaka na anakichagua anachokitaka. Hii ni sifa katika miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa faida za Ramadhani, Mwenyezi Mungu huumba anayemtaka na anachokitaka, na Allah humchagua anayemtaka, na Allah subhanahu wa ta'ala huchagua anachokitaka. Inna Allaha astafa ashkhasan, Mungu huchagua baadhi ya watu katika miongoni. Kwa Mungu anaumba anayemtaka, Mungu akaja akachagua katika miongoni mwa watu muayyinina, tena hao watu ni watu maalum. Mungu huwachagua watu maalumu kwamba hii ndio sifa yake. Wa amkinatan muayyina, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika faida ya Ramadhani ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwachagua sehemu ambapo ni maalumu kwake Mwenyezi Mungu, akazifanya hizo sehemu ni sehemu bora, na hakuna anayemwingilia Allah katika suala kama hili kumuuliza, mbona wewe umechagua sehemu maalumu kukawa ni bora, sehemu maalumu kukawa si bora? Hakuna hata mtu mmoja ambaye atajaribu kuuliza masala kama haya. Ni kwa kuwa Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar, anaumba anayemtaka na yuamchagua anayemtaka. Mungu anachagua baadhi ya watu maalumu, na vile vile anachagua sehemu maalumu. Fastafa, Mungu subhanahu wa ta'ala, Waislamu, huyu Allah alitukuka kachagua liqiyadati albashar man shaa min alambiyai walmursalin. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala yuamchagua kiongozi kutokamana na viumbe, ni yeye Allah, hakuna mtu ambaye anayefanya kazi kama hii. Mungu anamchagua kiongozi kutokamana na viumbe. Ndipo pale tunapoona kwamba Mwenyezi Mungu huchagua viongozi katika viumbe,
utaona kuna baadhi ya watu hupasuka moyo, kuna baadhi ya watu hufa nyoyo zao kwa kumtaka mtu fulani awe ni kiongozi. Huenda mbio, fanya siasa, huzungumza urongo, humpa sifa zisizokuwa sifa zake, huyu ni kadhaa, huyu ni kadhaa. Ukimwangalia tenge tahanani. Kwa sababu ya nini? Yuwataka kumpa cheo ama kumpa uongozi yule anayemtaka yeye, lakini mwisho wa watu wakisha kuchaguliwa wote, yuwakuja kuangaliwa yule aliyekwenda mbio kumchagua ndiyo kaekwa namba ya mwisho kabisa, kachaguliwa hata ambaye hakuendewa mbio. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Ndipo Allah anatueleza katika miongoni mwa faida za Ramadhani, wa rabbuka, anamwambia mtume wake, ewe Mtume Muhammad, na Mola wako yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mungu anaumba anayemtaka na anamchagua anayemtaka. Fastafa, Mungu kwa kuwa yuwaumba anayemtaka na yuwamchagua anayemtaka, akachagua biqiyadati albashar man shaa, mwenye kuwaongoza binadamu yule anayemtaka, min alambiyai, kutokamana na manabii, walmursalina, na mitume. Mungu alichagua mitume, hawa ndio wenye kuwaongoza viumbe, na wala haambiwi Allah, mbona umemchagua huyu kamwacha huyu? Katika mawazo na fikra za Makuraish, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wao si kiongozi wenye kuongoza wao kwa malengo yao, kwa sababu walikuwa wakimbandikiza sifa, na kweli sifa hizo alizokuwa nazo Mtume Muhammad kwa ubinadamu, kwa kuumba kwake fitria, asema kwamba huyo hafai kuwa kiongozi. Ndiyo katika miongoni mwa matusi waliokuwa wakimtusi nayo, walipomwambia wewe ni mchunga, wewe yatima. Si Mtume alichunga mbuzi? Tena alikuwa akitukua pesa ndogo kupitia kwa wao. Mtume si ni yatima? Vipi kiongozi katika mitume awe yatima? Sasa katika viungo, katika mawazo yao na mabongo yao wasema haiwezekani yatima awe kiongozi, na ndio mpaka leo kuna baadhi ya watu wana maoni haya. Wakati mmoja nilikuwa niko Mombasa kule, kukatokea mzozo mkubwa, mzozo wa mwanaharamu, vipi atakuwa kiongozi? Mwanaharam vipi atakuwa kiongozi? Ukawa vurugu sana. Sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu huchagua anayemtaka, na Mwenyezi Mungu yamuumba anayemtaka, huyo anakuwa mwanaharamu, Allah kashapenya, kashamchagua, atakuwa ni katika alim min alulama, atakuwa ni kiongozi katika miongoni mwa viongozi. Sasa sisi katika maono yako, vipi atakuwaje mwanaharamu? Mwanaharamu ni kauli gani iliyosema hafai kuongoza? Ndio hata kuna kauli ya Ibn Abbas katika makala yake aliwahi kuzungumza siku moja, asema Ibnu Zina haingii peponi, Ibnu Zina haingii peponi. Lakini suala ni kujiuliza, je, kosa la mwanaharamu kosa lake ni lipi? Si waliokosea ni wale waliotenda hilo tendo? Yeye anakosa gani? Na vipi atakuwa si kiongozi yeye? Waliokosea ni wazazi waliomleta yeye katika dunia kwa njia isiyokuwa sahihi. Hivi ndivyo ambavyo sisi kwenye mawazo yetu tunaofikiria, lakini kwenye mawazo ya Allah si hivi tunavyofikiria sisi. Ndipo mfano wa ulio hai ni mfano wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa maskini, yatima, tena alikuwa akichunga mbuzi, na Makuraishi walikuwa wakiona mtume akitoka, atatoka aletwe na Allah kwenye kabila tukufu, kwenye kabila walio matajiri, kwenye makabila walio na wazazi wao, kwenye makabila walilotambulikana katika mji wa Maka. Lakini ilipokuja mbiu ya Allah subhanahu wa ta'ala
na tangazo la Allah subhanahu wa ta'ala, fakhtara nabiyuna Muhammad an yakuna nabiyya, Mungu akamchagua Mtume Muhammad kuwa nani? Kuwa kiongozi na kuwa mtume. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu huchagua kiongozi katika viumbe yule anayemtaka kupitia kwenye manabii na kupitia kwenye mitume. Ndipo Allah anasema hivi, inna Allaha astafa Adama, Mungu alimchagua Adam alayhi salam. Adam ni mtume katika miongoni mwa mitume wa Allah. Mungu kamchagua Adam, wa Nuhan, na Allah kamchagua Nuh alayhi salam, mitume wa Allah. Kwa kuwa yeye ndiye anayechagua, kamchagua Nuh kuwa mtume katika miongoni mwa mitume. Kwani wakati wa zama kulikuwa hakuna aliye bora asiyekuwa Nuh? Walikuwepo? Jibu ni kwa kwao walikuwepo, lakini Allah kamchagua Nuh, kamwona ni bora kwenye uchaguzi wake. Kwa nini? Kwa sababu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, yeye anaumba na intaka na anamchagua na intaka. Kwa hivyo hakuna kuulizwa mbona ulimchagua Nuhu ukamwacha aliye bora kumshinda Nuhu, kwa sababu hayo masuala ni yetu sisi ya kuulizana, lakini Allah haulizi masuala kama haya. Vile vile Allah kamchagua Adam akawa katika miongoni mwa nabii na mtume. Vile vile Allah wa ala Ibrahima wa ala Imrana, Mungu kachagua watu wa Ibrahim katika miongoni mwa watu wa Ibrahim. Mungu kawachagua humo ndani wakawa mitume, mmoja wao ni Ismail mtoto wa Ibrahim. Mungu kamchagua akawa mtume, na wala hatuwezi kumuuliza mbona Ismail kwa kipindi hiko wewe Mola ulikuwa wataka kumfanya awe ni mbuzi kutindwa, leo wamfanya mtume? Hatuwezi kuuliza maswali kama haya, kwa sababu yeye anafanya anachotaka na anamchagua anayotaka. Vile vile Allah anachagua ala Imrana, watu wa Imran kawachagua wakawa miongoni mwa wao manabii na miongoni mwa wao wakawa mursalina, waliotumilizwa na Allah. Wastafa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida tunazopata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mungu kachagua minal amkinati mundu khalaqa Allahu al-ardha, Mungu akachagua sehemu kuanzia alipoiumba ardhi. Mungu kachagua sehemu, kazifanya hizo sehemu ni sehemu bora, tena si kuanzia leo, kuanzia Allah alipokuwa yataka kuiumba ardhi, na kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kuziumba mbingu, kachagua baadhi ya baadhi ya sehemu kukawa ni mahali patakatifu. Hizo sehemu ambazo ni patakatifu, muhabitun lilwahi, zikawa zinateremka wahi kutoka kwa Allah. Hiyo sehemu ambayo inateremka wahi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ardhi, si kila sehemu kaletiwa wahi, ni kuna mahali maalum wahi ukawa unamjilia. Okay, ni kwa kuonyesha Allah kachagua sehemu ambapo ni muhimu kwake yeye, akawa yamteremshia Mtume Muhammad wahi. Wa minha, na katika sehemu na katika hizo sehemu ambazo Allah kazifadhilisha zikawa ni bora, mathabatun taqdisin wal ibada, ikawa ni sehemu pa kuzitukuza na sehemu pa kufanyia ibada, akazichagua. Wala tuwezi kumuuliza Allah, mbona umefanya hapa mahali watu wafanye ibada? Ndipo kaona kila mwaka ukiingia watu wanafanya safari ya kwenda mamlakatul arabia, wanakwenda Maka. Ni kwa kuwa kule sehemu Allah kwa kutaka kutukuza kakufadhilisha kuliko sehemu nyingine yoyote. Na hata iko baadhi ya nchi walijaribu kufanya kama vile walivyokuwa wanafanya watu wa Maka, lakini imeshindikana. Hii nchi ya Iran ambayo sasa hivi kuna vurugu,
walitengeneza Al-Kaaba yao ili watu wasiende kuabudu Maka, waende wakaabudu sehemu yao Iran. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu wanapokwenda kufanya ibada wao hawa wa Iran wanaonesha vihoja ndani katika Kaaba. Hata wakati mmoja alipanda juu ya ghorofa huko akajirusha chini akafa hapo. Ndipo wale daula ya Mamlakatul Arabia wakaja kuziwia kipindi fulani wa Iran wasiingie katika Mamlakatul Arabia kwa sababu ya mambo wanayoyafanya. Sasa wao walipoona kwamba tumeziwiwa kuingia hapa kwenye nchi tukufu, mahali patukufu, sehemu maalum ambapo kunajulikana katika dunia nzima, wakaenda kutengeneza sehemu yao, nao wakatengeneza Kaaba ile Kaaba, nguo zile za Al-Kaaba, wakawa wanaonyesha. Hata mimi niliona hasa kwenye TV na kwenye simu. Lakini je, tujiulize swala, pale ambapo walipotengeneza utakuwa sawa na mahali alipokuchagua Mungu mwenyewe? Hakuwezi kuwa sawa. Ndipo kaona mara kumefifia, Maka inazidi kupata jina, kwa sababu hapa sehemu Allah subhanahu wa ta'ala akakuchagua mwenyewe. Hapa ambapo tunapozungumzia leo ni Mwenyezi Mungu amekuchagua kwa kukutukuza na akakuchagua kwa ibada takatifu, ibada ya ruknun min arkanil Islam, ibada ya haji. Ndio kaona watu wanatoa tu za mapeni, tu za pesa, lengo la shabaha wanakwenda kufanya ibada hii, ibada ya haji. Wajaala afidatan minan nasi tahwi ilayha, Mwenyezi Mungu kajalia nyoyo za watu zikawa zimeelekea huko. Ukizungumza uzuri wa Kaaba, uzuri wa haji leo, tasikia kila mmoja, Mola wangu tupe nafasi na sisi tuweze kwenda huko. Ukizungumzia ibada ya haji na ukienda ukija umerudi, ukizungumzia ule ubora ulioko kule, utawasikia wale walioko pembezoni, Mola wetu tupe nafasi na sisi turuzuku mali, Mola wetu na sisi twende tukafanya ibada hii, kwa sababu ni mahali patakatifu. Nyoyo zote tahwi ilaiha, zinaelekea na zinazama kupitia katika mahali hapo patakatifu. Ni kwa sababu Allah akakuchagua akakufanya mahali patakatifu. Waqad istafaha Allahu min sairil amakini, na Mwenyezi Mungu kachagua sehemu nyingine zilizobakia. Huu ni ubora wake Mungu, anafanya analolitaka. Mwenyezi Mungu anatupa habari katika Qur'an, inna awwala baitin wudhiya linnasi lalladhi bibakkata mubaraka, hakika nyumba ya kwanza waliowekewa watu wa Islam, nyumba ya kwanza waliowekewa viumbe, lalladhi bibakkata mubaraka, ni ile iliyoko kule nchi ya Maka. Kule Maka, nyumba ambayo ya kwanza waliowekewa binadamu kwenda kufanya ibada. Ni kwa kuwa Allah kaichagua nyumba kama hii kuifanya ni katika miongoni mwa nyumba za watu kwenda kufanya ibada huko Maka. Vile vile Allah anasema, wa ya Musa, na ewe Musa, inni ana rabbuka, mimi ndiye Mola wako, fakhla'na alayka, vua viatu vyako, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, wewe uko katika uwanja ulio mtakatifu. Mungu anamwambia Musa, vua viatu vyako, hakika wewe sasa umefika katika sehemu patakatifu. Ni wapi hapo sehemu patakatifu? Ndiko huko ambao sasa hivi kuna uzungumziwa huko. Mungu alimwambia vua, umefika mahali ambapo sasa si mahali pa kutembea na viatu, ni mahali pa kuja peko. Unazungumza na Mola wako na uko sehemu ambapo ni patakatifu, napo ndipo hapo ambapo tunauzungumzia. Ahibati fillah, fal amkinatul, sehemu ambazo Allah kazichagua, mustafatu mithla wadi Tua, mfano wa uwanja unaoitwa Tua. Mungu kachagua sehemu kama hiyo. Wal masjidil haram,
na msikiti wa Haram, wa Masjidul Kufa, na msikiti unaoitwa Masjidul Kufa. Mwenyezi Mungu ameuchagua ikawa ni mahali palipo pabora, na ndiyo faida iliyopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa Masjidul Aqsa, vile vile Mwenyezi Mungu kachagua Masjidul Aqsa ukawa ndio msikiti ulio bora kuliko misikiti yetu. Wastafa min al-azminati, na Mwenyezi Mungu akachagua katika zama, mundhu khalaqa Allahu, kuanzia Mungu alipoumba al-laila wan-nahara, mchana na usiku. Mungu kachagua sehemu ama nyakati ama wakati, kuanzia Mungu alipoumba usiku na mchana, akaufanya huo wakati ni bora kuliko wakati mwingine wowote, ukawa unafuatana masiku baada ya masiku. Huo wakati ukawa unafuatana masiku baada ya masiku, wa awaman baada awamin, na mwaka baada ya mwaka zikawa zinafuatana, na zote zikawa zinafanana, mutanasiqa tatlu shamsaha wa taghib, ni zenye kushikamana, huku inatoka jua na huku inapotea jua lake, usiku na mchana. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu kachagua sehemu hizi maalum. Usiku utaona jua limepotea, mara mchana utaona jua limetokeza. Ni ukubwa wake Allah, na ni yeye kachagua hizi sehemu, na yeye kachagua huu wakati, na hakuna mtu yote ambaye ataulizwa. Lakini Mwenyezi Mungu istafa minha, kachagua vile vile ayaman wa layali ni'mahu, akachagua masiku mtana yake na misiku yake, ni neema hiyo na ni bora kwake yeye Allah, mpaka kupitia kwa viumbe wakapata bora kupitia kwa kuchagua hayo masiku. Ndipo Mwenyezi Mungu anatuambia wal fajri wa layalin ashr. Mwenyezi Mungu angalia vile alivyochagua na akafadhilisha kipindi hiki, wal fajri wa layalin ashr. Vile vile Allah anatuambia katika Qur'an, inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda, hakika ya Qur'an ya alfajiri itakuwa ni yenye kumshuhudia. Makusudio ya Qur'an al-fajri ni salatu al-fajri, hakika ya sala ya alfajiri itakuwa ni yenye kumshuhudia kiumbe. Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu kachagua katika mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu ni faida inayopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Kachagua usiku wa cheo, khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Akatupa habari Allah akasema, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika tumeteremsha Qur'an katika usiku wa cheo. Vile vile Allah akatambia tena, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'an katika usiku wenye baraka. Usiku wenye baraka unaokusudiwa ni Lailatul Qadri, ni Lailatul Qadri ndio usiku wenye baraka. Wakhtara min al-ashhuri lirahmatihi, na Mwenyezi Mungu akachagua katika miezi kutokana na rehema zake, kauchagua mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka. Fahuwa shahrun wahidu alladhi sarraha biismihi al-Qur'an al-Karim, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao ni peke yake Mwenyezi Mungu kautaja kwa jina lake moja kwa moja ndani ya katika Qur'an. Mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa tunapata faida ya mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa faida za mwezi wa Ramadhani, mwezi huu wa Ramadhani tulionao ndio mwezi pekee ambao Allah subhanahu wa ta'ala kautaja kwa jina lake ndani ya katika Qur'an. Hakuna mwezi mwingine ambao uliotajwa usipokuwa mwezi huu wa Ramadhani peke yake, kwa kuonyesha kwamba Ramadhani ni mwezi wenye baraka, kauchagua Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu alitukuka asema, shahru ramadhana alladhi, mwezi wa Ramadhani ni ule ambao kwamba
unzila fihi alquran, ulioteremshwa ndani yake Qur'an. Kautaja Allah kwa jina lake, shahru ramadhana, mwezi wa Ramadhani ni ule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha ndani yake Qur'an. Hudan linnasi, ni uongofu wa watu, wa bayinatin, na ni ufafanuzi, min alhuda walfurqan, kutokamana na uongofu na kutokamana na furqan. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika faida tunayopata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kautaja mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa jina lake wao wenyewe kuliko miezi mingine yote iliyotangulia. Mwenyezi Mungu hakuutaja kwa jina lake ndani katika Qur'an, lakini mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ni mwezi bora kwetu sisi kautaja kwa jina lake. Ni ipi dalili juu ya hilo? Shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mpaka hapa tumwombeni Allah tujalie innal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma sahhil lana bima nurid wa najjina bima nakhaf bifadlika ya latif ya latif tuflina fi majal almaqadir wa hawwin alayna kull asir innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afwa birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.